ni nani amewapa idhini ya kukaa? Kuanzia sasa hivi ninavyoongea hapa, kabla sijavurugika, kabla sijapandisha mapepo, mtoke. Samahani kiongozi, sisi hatuna sehemu ya kwenda. Tunaomba utustiri kwa muda tu. Hivi mnaelewa maana kusaidia kweli? Sasa hivi toka. Toka! Samahani mrembo. Habari yako mrembo? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Chami. Unaitwa Chami? Wow, Chami.
Chami wewe mtoto mzuri sana kabisa. Yaani kwa nilivyokuona una sifa zote kabisa za kuitwa mwanamke. Sasa Chami, mimi naitwa Lova. Yaani kwa nikikuona sana hivi nikikuchua nikuona najua bana hapa na chombo kizito. Na wazi kama ukikubali kuwa na mimi. Mbona vitu vingi nitabadilisha kwa maisha yako kwanza? Sasa Chami sikia. Mimi ni mtu mwenye hela zangu. Ni mtu ambaye sinaga mbwembwe sana. Na kama ukikubali kuwa na mimi utakuwa umekubali kuishi na yaani na mwanajeshi ambaye kabisa vitu vyote hajawahi kushindwa. Mimi nachokomba kitu kimoja tu, ni wewe kuwa wangu, niwe wako, maisha yaendelee. Mimi nataka uwe mpenzi wangu. Kabisa. Mimi sinaga mapenzi, mimi shida yangu ni pesa. Kwa muda wote unajizungusha, kwa shida yako tu ni hela. Mimi shida yangu ni pesa, sina shida ya mapenzi. Mapenzi itanisaidia nini mimi? Mimi shida yangu ni pesa, yaani lipa shika tondoki. Sina shida ya mapenzi. Hizo habari za mapenzi. Wewe bado mtu kijijini. Sasa hivi ni pesa. Wewe kaka vipi? Usinifanye nikacheka. Mimi nataka pesa, sitaki swaga zako. Shilingi ngapi nikupe? Mimi nataka kiasi kama cha 100,000 hivi. Nini? Hapana bana. Hiyo hela nyingi sana. Kumbatia mwanamke. Sasa wewe ukisema ukae na yule mwanaume, mtenda kufa maskini. Mwanaume hawezi pata kipato chochote. Kwa sababu wewe ni mzuri. Kizuri kinagharamiwa. Laini hivi. Hai njoo twende. Chukua hata hiyo 50, chukua 50. 50? Bwana ongeza hela kidogo. Unajua sasa hivi kila kitu bei, maisha magumu. Niongezee bwana ifikie hata 70,000. Utalizika na 70,000? Sasa sikia. Mimi hela nakupa. Kwangu wewe ni kitu moja mimi nataka kabisa ni burudani tu. Kazi. Sawa? So nakupa 70,000 yangu afu kanifanya ujanja mimi sitaki. Yaani nachotaka ni burudani kabisa, mtoto ni enjoy. Mara kifo cha mende, mara hiki, mara kile, okay fresh. Wewe wasiwasi wako nini? Bale napata mkunaji. Umesikia? Kila kitu nitakupa, kila kitu nitafanya, wewe usijali. Sifundishwi kazi.
Nimeanza kazi muda mrefu sana. Sio nikutane mtu kama yeye afanze kunifundisha kazi. Umenielewa? Wewe unataka kazi nipe changu kufanyie kazi nipite. Ama mambo mengine sio ni nini niachie mimi. Wewe angalia kazi yako imefanywa, imemalizwa. Hivyo yani. Twende. Alafu sasa nikwambie kitu sijui unakijua. Lipa kwanza ndio uhudumiwe. Kwani wasiwasi wako nini? Kazi kwani tukimaliza mimi nakupa hela yako. Sina wasiwasi wote, ila lipa kwanza ndio uhudumiwe. Maana hizi kazi zime za muda mrefu na nishatapeliwa sana. Twende bana, nitakupa hela yako. Nini tena? Mbona unasimama? Unanikataa? Utapata nawe siku sio nyingi. Tawal my friend down. Yeah. Wewe force ukiamini Mungu yuko nawe. Ehe, Bahati umekuja. Unatoka wapi? Hivi wewe, kwa kila simu unapotoka nikwambie. Mimi ni kaka yako, takiwa mimi nijue kila kitu unachofanya, maana ikitokea tatizo yote mimi ndo wataniita. Hata kama ni kaka yangu. Umenichunga kipindi nipo shule, na sasa mimi nimekuwa na utuzima pia unichunge. Kwa hiyo kila kitu changu unachokifanya wewe unataka ukijue. Mimi natakiwa nijue dada yangu, maana nimeanza kusikia habari zako huko mtaani. Kweli mimi sijapenda, ndio maana hivyo nimetoka moja kwa moja kule nyumbani kwangu, nimekuja nikufuate huko. Hasa kakustabisha nimekuta haupo. Ndio hivyo nimesema basi mdogo wangu ngoja mimi nikae hapa nimsubiri. Ndio maana umekuta nimesubiri hapa. Hasa kakustabisha hata singe kusimamisha ungekuwa tayari umetoka, umeingia ndani. Mdogo wangu unanizalaa weti. Si unanizalaa mdogo wangu? Haya kitalamba kwako. Mimi nakushauri tu kama mkubwa wako. Usinione hivi staili zangu hivi kafikiri mimi sina ushauri au sina msaada kwako. Haya. Sasa nikwambie kakaangu. Mimi habari ya kutoka na baba nani, habari ya kutoka na mkaka fulani wewe haikuhusu. Kwanza mimi wanaume wangu naotoka nao wao wanakuhusu nini? Dadangu mimi nakushauri maana hata dawa za ukimwi zimefungiwa. Kwa hiyo ukipata ukimwi mdogo wangu wewe tutakuwa tumekupoteza. So hiyo mimi sitaki. Eti ukimwi. Mwenza kwa ukimwi ndio kama chakula changu. Nini? Kwa hiyo dadangu wewe unajilemba kwa sababu ya ukimwi eti? Mdogo wangu mimi sijapenda. Maana kwanza hizi vazi unazovaa mimi sijapenda. Sisi ni watu ambao tumelelewa kwenye madini, hasa hapo unavunjia heshima yetu wa heshima. Nini? Nishasahau. Na ulivyo mfupi mwenyewe mpaka akili zako fupi. Nini? Yaani sijui ukoje na kuchukia kamboneke. Sasa mambo yangu naingiliwa na kuhusu nini? Maisha ni yangu, wewe shughulika na yako. Pangia cha kufanya. Mimi sio mtoto tena, mimi mtu mzima. Kwa hiyo mdogo wangu hataki ushauri wangu? Sina shida na ushauri wako. Mimi nakushauri kama mdogo wangu. Maana mimi usione hivi style zangu kafikiri mimi sijielewi. Mimi najielewa na najua ninachokushauri. Maana hizi habari zako mimi zimekuharibia jina huku. Na usifikiri kama hizi kazi ndio zitakufanya ujenge au ununue kiwanja, hapana. Au ndio utanunua dinga kuniendesha mimi unifanye dereva wako. Nitapenda. Ila sio kwa sababu hiyo. Tafuta kazi, kuna kazi zingine za kuheshimisha na unafanya vitu vyako na watu wanakusifia. Ile ni nyumba mtoto wa mama fulani. Kajenga pale na ile ndio nyumba yake. Hiyo sitakuwa furaha kwenye familia mdogo wangu. Au una kitu gani cha kunishawishi mimi nikatoka kwa hii kazi ninayofanya? Nikija kufanya hizo kazi za heshima. Mdogo wangu hata una adabu, navuta hata mbele yangu.
Kumbe nachosikia kumbe ni ukweli. Haya sawa. Sikiza, pamesema asiofunzwa na watu na ndugu zake na familia, anafunzwa na dunia. Hivyo ni msengo, ni msemo wa wahenga. Haya, shauri yako. Mimi nimekushauri tu kama kipenzi changu mdogo wangu. Haya, si hautaki ushauri? Kwa hiyo umeamua kuleta mahubiri ya kanisani nyumbani kwangu, si ndio? Sasa wewe endelea kuongea kama umesha pilipili manga. Mimi naingia zangu ndani. Nakaa chumba kile, ukichoka uje kuniomba maji ya kunywa. Nini? Nini hujasikia au? Haya safi. Mdogo wangu umekuwa. Mpaka umeanza kunisolia mimi mkubwa wako. Umeanza kunifanyizia. Haya. Utapata na wewe siku sio nyingi. Tawal my friend down. Yeah. Wewe force ukiamini Mungu yuko na wewe. Na ukimwomba mume wangu, mimi nimechoka haya maisha. Maisha gani ambayo tunaishi ya kila siku? Sisi ni watu wa kudharaulika. Kila siku tunaonekana sisi ni machokora. Kila siku sisi ni watu kama misaada kwa watu. Mimi nimechoka haya maisha. Usichoke Fina. Mimi mwenyewe kuniambia bado mnazurula watoto kipindi chote hicho. Na huyo mume wako ambaye alikuahidi atakusaidia, amekusaidia mpaka sasa hivi? Si ndo maana yake? Sio kwamba tunahitaji matatizo kiongozi, ila sisi tuna imani ipo siku tutapata. Wewe umetangulia kupata na sisi ipo siku